Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na kama kawaida mimi ni Muhyiddin Dualaika. Tupo hapa katika kiwanja cha ndege cha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Na pembeni yangu nipo na shekhe mkubwa mpaka mimi mwenyewe naweza kutetemeka hapa. Nadhani sura si ngeni, lakini tumpe fursa yeye mwenyewe aweze kujitambulisha zaidi, ambao wewe kama uweze kumfahamu basi leo uweze kumfahamu. Karibu Sheikh. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jina langu ni Sheikh Musa Yusuf Mbecha. Kwa kesi ya leo ni mwenyekiti wa Jamarati Haji and Umrah Travelers, ambayo siku ya leo inafanya safari kwa ajili ya kuelekea Saudi Arabia kwa malengo ya kutimiza ibada ya hija pamoja na mahujaji mbalimbali. Kiongozi, kwanza nakupa kongole kusimamia swala zima hili la mahujaji kwenda kuhiji, maana ni tukio adhimu kabisa hili. Na kiongozi, wewe kama wewe najua umesimamia safari nyingi sana katika swala zima la watu kwenda kuhiji, lakini katika taasisi hii ya Jamarati wewe kama wewe ni mara ya ngapi? Alhamdulillah, mimi kwa taasisi ya Jamarati hii sasa ni mara ya 8. Mashaallah. 8 nilikuwa na Jamarati, nilikuwa na taasisi nyingine kabla ya hapo kwa zaidi ya mara 8. Nilikuwa na taasisi nyingine kwa zaidi ya mara 8. Kwa hivyo alhamdulillah nina mashaallah. Hapo shekhe, kuna kitu kinaita mkanganyiko kidogo. Kuna watu ambao wamejaliwa afya tele na Mwenyezi Mungu, na pia katika swala zima la kiuchumi wamekuwa wazito kutekeleza swala zima la ibada la kwenda kuhiji. Wewe kama wewe shekhe, unawasihi nini watu kama hao? Nasaha yangu kwa kila ambaye hajahiji afahamu kitu kimoja. Hija ni katika nguzo za Uislamu. Lakini watu wafahamu hivi, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema al-hajjul mabrur laysa lahu jazaa'u illa janna. Hija iliyokubaliwa haina malipo mengine isipokuwa pepo. Na hija kwa hakika ni siku 5 tu. Sasa kama siku 5 zinaweza kukuhakikishia pepo, na ndilo jitihada anazoweza kufanya mwanadamu kwa kila jambo jema ili apate pepo. Sasa umeambiwa ipo njia ya mkato, siku 5 zinakutosha kupata pepo. Kwa nini mwanadamu azembee kwa jambo hilo? Hilo la kwanza. La pili, hija ni katika nguzo za Uislamu. Nguzo hii ni mara moja tu katika umri wa mtu. Kama ilivyo sala ni nguzo za Uislamu ambayo unatakiwa usali mara 5 kila siku. Hebu tazama uwiano kati ya sala inayosaliwa mara 5 kila siku na ibada inayofanyika mara moja katika umri wa mtu, vyote vikawa na sifa inayofanana. Kwa hivyo hili ni jambo kubwa. Watu wasizembee, wawe tayari kujitoa na kujitolea kwa ajili ya kupata radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini kujihakikishia njia nyepesi ya kupata pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakika. Na kitu kimoja kuhusiana na swala zima la semina ambayo mlikuwa mmeitoa kuhusiana na swala zima la mahujaji, vitu gani waweze kuzingatia na vitu gani waweze kuvifanya ama wasivifanye, unahisi hasa labda vinakidhi ule muda ambao katika uelewa katika vichwa vyao? Katika maana ya taaluma, semina inaweza isikidhi, kwa sababu taaluma ni taaluma, mtu anahitaji kujifundisha kwa muda wa kutosha. Lakini semina ni kumuandaa haji ili ajue ana vitu gani vya muhimu anatakiwa kujitayarisha navyo. Mambo mawili ya kwanza ni kujitayarisha kiroho na kujitayarisha kimwili. Kujitayarisha kiroho, ajue kwamba haji anapokwenda hija anakuwa mgeni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bila shaka alihitajika kuwa na nidhamu ya kutosha, kuwa na utii wa kutosha na utayari wa kutekeleza ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hili jambo la muhimu katika semina, kumkumbusha haji juu ya jambo hili ni jambo la muhimu. Akijua kwamba anakwenda kuwa mgeni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndio maana Qur'ani ikakataza anayekwenda hija basi asifanye ufasiki, asifanye mijadala isiyokuwa na maana, asifanye mizozo. Huyu ni mgeni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia haji anatakiwa kuwa na maandalizi ya kimwili. Ibada ya hija inategemea sana afya njema ya haji. Kwa hivyo semina ni fursa muhimu ya kumtayarisha haji kujiandaa kimwili, kuwa na matayarisho ya kutosha kwa ajili ya kutekeleza ibada ya hija, kumkumbusha
akague afya yake mapema, lakini pengine afanye mazoezi. Kwa mfano, ibada ya tawafu inahusisha kutembea, ibada ya Safa na Marwa inahusisha kutembea, na vyote hivi vinategemea sana afya nzuri ya mwanadamu. Kwa hivyo semina zina mchango mkubwa wa kumtayarisha mwanadamu ajiandae kiroho na ajiandae kimwili. Lakini anapofika kule, kwa hivyo haji anahitaji kupata maelekezo na usimamizi wa karibu katika utekelezaji ibada ya hija. Kwa hivyo inaweza semina isitoshe, lakini mahujaji wanasimamiwa hatua kwa hatua, ibada kwa ibada, kila inapofanyika, ili kumhakikishia ametekeleza ibada kama inavyotakiwa. Mimi nikushukuru sana. Barakallahu fikum sana. Waswahili wanakuambia ni bora ukasema machache yenye maana kulikoni ukazungumza sana. Mimi sina la ziada. Ulikuwa nami Muhyiddin Dualika. Maasalam.